sana kwa neno na kwa maombi. Leo ni siku ya pili ambao nimejisikia kwamba tuchangie neno la Mungu, na neno hili natumaini kwamba Mungu wetu atafanya makubwa tukielewa na kuliamini. Neno letu la leo tutalikutana katika kitabu cha nabii Isaya 22 mstari wake wa 22. Unasema, naye Bwana ataweka funguo juu ya bega ya Daudi, na hakuna atakayeweza kunyakua funguo hizo, bali Daudi atazibeba na kuzitwaa akifungua, wala hakuna atakayeweza kufungua. Jina la Bwana libarikiwe, mtu wa Mungu. Amen. Inawezekana katika maisha yako kuna vingi ambavyo vimekufunga. Yawezekana umefungwa mahali mbalimbali tofauti. Kuna wale wamefungwa katika mashamba, wengine wakafungwa katika mitoni, na leo niko katika mtoni huu. Kila popote ulipo, yawezekana maisha yako imewekwa katika mtoni, kimvuli chako kimewekwa katika mtoni. Wachawi wakaikalia, watu wa giza wakaikalia, kuzimu ikakufunga. Leo nasema kwamba utafunguliwa kwa jina la Yesu. Mungu wa Daudi asimame kwenye maisha yako. Amen. Chochote kilichoweza kukufunga, nasema kikuachilie kwa jina la Yesu. Amen. Kuna wale wamekukilia maneno mabaya, kuna wale walisema hutaweza kufanyikiwa, wakanyang'anya baraka zako, wakakutupia pepo za kabwalala. Pesa zinakupita kama vile jinsi mtoni unavyoteremka na maji. Natangaza kwamba kila nyota yako iliyoweza kufungwa kwenye mitoni, kimvuli, baraka, mafanikio, uzima, kizazi, leo kitafunguliwa kwa jina la Yesu. Kama unafanya biashara utafanikiwa. Kama unahitaji ndoa utafunguliwa na utapata ndoa kwa jina la Yesu. Leo pepo ya mafarakano itatoka kwa jina la Yesu. Amen. Kana maandiko baba. Ubarikiwe mtu wa Mungu. Bwana ataziweka funguo juu ya bega ya Daudi. Manake bega ya Daudi ni bega ambayo imejaa neema, na wewe neema ambayo ilikuwa imecheleweshwa leo itafika kwa jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usisahau kufanya subscribe na comment. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.